akili bandia ilivyoanza kuingia kwenye maisha ya watu, maoni yakaanza kugawanyika. Wapo waliona kama baraka kubwa. Kwa mara ya kwanza mwanafunzi angeweza kuuliza swali na kupata maelezo haraka. Mwandishi angeweza kupata msaada wa kupanga mawazo, na mfanyabiashara naye angeweza kupata ushauri ndani ya sekunde chache. Wengine walianza kusema AI ni kama msaidizi mpya wa binadamu. Lakini kulikuwa pia na upande mwingine. Baadhi ya watafiti walianza kuuliza swali, je, itakuwaje kama binadamu wataanza kutegemea mashine kupita kiasi? Kuna walioogopa watu wataacha kufikiri wenyewe. Kuna walioogopa kazi zingine zingeweza kufanywa na mashine badala ya watu. Na wengine waliogopa taarifa zisizo sahihi zingeweza kusambaa haraka sana, kwa sababu mashine inaweza kuandika kwa kasi kubwa. Na hapo ndipo mjadala ukaanza kuibuka. Sio tena akili bandia inaweza kufanya nini, bali akili bandia inapaswa kufanya nini. Hapo ndipo watafiti na viongozi wakaanza kuongelea jambo moja, kwamba akili bandia ni chombo, si mbadala wa binadamu. Inaweza kusaidia kujifunza, kusaidia kazi na kusaidia mawasiliano, lakini uamuzi wa mwisho lazima ubaki kwa binadamu. Kwa maneno mengine, teknolojia hii ni nguvu kubwa, na nguvu kubwa huhitaji hekima kubwa kuitumia. Na leo katika maisha yetu tunaona matumizi ya akili bandia. Watu wengi wanasoma kupitia mtandao, wanatafuta majibu ya maswali na wanaandika kazi za shule, na wakati mwingine wanaomba hata ushauri katika mifumo ya akili bandia. Kwa upande mmoja imekuwa ni msaada mkubwa. Mwanafunzi anaweza kuelewa somo ambalo alishinda darasani. Mtu anaweza kujifunza lugha mpya, na wengine wameanza hata kujifunza uandishi, biashara au teknolojia kupitia akili bandia. Lakini kama kuna kauli moja ilianza kusikika kutoka kwa watu wanaofuatilia teknolojia, mmoja wao aliwahi kusema kwa lugha rahisi kwamba katika dunia hii ya sasa, jaribu kujifunza kitu ambacho mashine haiwezi kufanya kwa urahisi. Maana yake ni hii: akili bandia inaweza kuandika, kujibu maswali na kupanga taarifa, lakini bado kuna mambo haiwezi kuyafanya kama binadamu. Haiwezi kuwa na huruma ya kweli, haiwezi kubeba hisia za mtu, haiwezi kuchukua nafasi ya ubunifu wa ndani wa moyo wa binadamu. Ndio maana watu walianza kushauriwa wasitegemee tu teknolojia, bali wajifunze pia kufikiri, kuamua, kuwa na ujuzi wa kibinadamu kama mawasiliano, ubunifu na uadilifu. Kwa sababu kadri teknolojia inavyokuwa zaidi, thamani ya ubinadamu nayo inazidi kuwa muhimu.